Asalamu alaykum mwanangu. Wa alaykum salam. Sasa unawahi kuamka haujapiga hata mswaki, haujaoga, na kwanza ndo mwezi mtukufu unaanza. Haya, vipi mwenzetu, umefunga ili nikuwekee iftari baadaye au? Sijajali wa kufunga. Na kuhusu iftari nitakula kwa Bi Aisha. Mume wangu, nilifanya makosa mimi kutoa ridhaa ya kumwoa Bi Aisha? Astaghfirullah. Mabwana hawa mpaka sasa hivi wala hawajafika kabisa. Kwema jamani. Abdalla Kisoda. Alaykum salam shehe wa tahala kwa barakatuh. Sawa. Uko vyema kabisa. Ndio. Pole na saumu bwana. Saumu? Sijajali. Sasa wewe kwa nini unajaliwa? Wewe bosi hujui? Huyu kalogwa. Ala. Sasa alogwa na nini huyu bwana? Kalogwa na nini? Huyu kama kalogwa unaongea kalogwa na nini? Sasa wote kwa maana mnakataa ukweli na uwazi. Huyu kalogwa, huyu umelogwa bwana. Yaani kwa hapo. Mimi bwana nilipita sehemu au vipi? Nikamkuta bi mdogo yule mke wako bi mdogo Bi Aisha sijui huyu. Anaongelea kuhusu wewe bwana kwamba wewe yani wewe haupindui kwake. Yaani takujaza huko hapa. Na wewe nikwambia tu kitu cha ukweli. Hawezi kumrudia bi nani yule mke wako mkubwa. Hawezi kumrudia. Ala nini wakbaru. Yaani huwezi kumrudia na kumrudia yule wewe labda yule apate mtoto na kupata mtoto yule ndoto za mchana. Weupe. Gani? Leta pesa kutoa zawadi. Nabomoa. Bora mmekuja bwana. Akelele tukana huyu mtorefu. Yaani kwanza huyu mwenyewe ndo asiseme chochote. Kweli bwana maana. Kuna mambo mimi nataka niwaachie hapa. Nielekee nyumbani. Maana si unaelewa? Kwa hiyo kuna mambo nimewaandikia hapa baadhi. Na hisi yote nitakuwa nimeweka huko. Kwa hiyo mimi wewe nakutegemea bwana. Nakutegemea sana bwana Jabili. Mimi natoka Pemba kule bwana, naja kufanya kazi. Sio unielewa? Na nimeshusha mzigo mpya. Ndio. Unielewa? Wateja wako wale bwana. Wasati. Alafu chengine, huyu jamani mwezi mtukufu. Kwa nini hamtaki kufunga nyinyi mloitwa mashehe maustazi? Mbona mwiji mfano hai kwa bosi wetu hapa? Waeleza kweli? Ukweli. Hebu bwana sisi ngoja tuende. Bosi. Twende bwana. Sasa kama nilivyokuambia. Baadaye naweza nikarejea. Inshallah. Kwa hiyo nimekuacheka na kitu wewe. Sato ndio umesema. Kila kitu kipo. Ila Jabili. Kila kitu kipo na nimeshusha mzigo mpya. Sawa. Shehe, unajua mimi nao unasumbua, unaweka mdogo. Nimeshalipa. Kusila swala lote nimeshamaliza bwana. Mimi sitaki mambo ya baraha kabisa. Sawa. Sio unielewa Haya basi nakuacha mikono salama. Ila bosi, Jabili kalogwa. Huyu kalogwa. Nyinyi bwana muone. Alafu wewe nilikukataza ya mambo yako ya kusema hayo. Basi. Huyu ni mwezi mtukufu Ramadhani alafu wewe waongea hivyo. Alafu wewe bwana wewe. Sawa bosi, sawa. Sasa nifanyia makasiriko mimi hapa. Nilipenda mimi. Huyo kalogwa jamani, mbona mnisikii mimi? Kwanza utaniharibia saumu, hebu twende bwana. Ala. Oshe. Haya bwana. Tuonana bosi. Haya. Shoga yangu Bi Fatuma. Jamani, nakuona. Wazima? Poa. Karibuni, mimi ndo natoka hivi. Asante. Karibuni. Kuna wili tu iondoe nakupenda. Namshukuru Allah. Ila shoga yangu sikia nikwambie kitu. Zako na jambo. Jambo gani? Nikatalia maana mimi na wewe tena. Kuna kibopa hivi shoga yangu. Sijui kilikuona wapi. Sijui uko gengeni kwako, unajua mwenyewe.
Nisikilize kwanza afu ndio kunje hiyo sura. Haya, nakusikiliza. Shoga yangu Kibopa ni ana hela. Anamwaga hela. Yaani nakwambia jokoi mara 2 ni midolari tu. Hapa ndipo amenipa mzigo wako. Ni mwezi huu wa Ramadhani sijui siku 30 tu lakini kakupa laki hizi 3. Je, mngekuwa mnafanya nini? Subiri kwanza, hizo laki 3 za kufanya nini? Ni shoga yangu uelewi. Sielewi, labda unieleweshe. Achana na hichi kibwana chako. Sasa sikilizeni. Hicho Kibopa chenu hicho, lakini nacho wenyewe. Sawa? Mimi nina heshima zangu. Ni mke wa mtu na heshima zangu. Niliamua kutoka nyumbani kwetu nije niolewe, nikae na mume wangu, niishi na mume wangu. Niwe na heshima zangu. Kwa mume gani? Huyo unayemjua wewe Jabiri ndo mume wangu. Huyo Jabiri mimi nikimtaka hata sasa hivi hapa anakuja. Haina shida. Kwanza shoga yangu. Yaani wewe kila siku kujifungia huko ndani unavaa hayo manguo kama tuone wenzako tunapopendeza. Sasa nyie sikilizeni. Tuone tunapopendeza. Nisikilizeni niwaambieni. Nyie pendezeni hivyo, mnaipendezeshia dunia. Mimi nampendezeshia Mwenyezi Mungu. Kwa naombeni mniache. Na nimesema hivi, naombeni mniache. Tena sasa sikilizeni. Sikilizeni niwaambieni. Ikiwezekana mimi na nyinyi tuje tuonane baada ya Ramadhani. Kwa sababu naona mnakoelekea mnataka kuniharibia funga yangu. Sasa naombeni tuonane Ramadhani ndio tutapiga hizo stori zenu za kipumbavu. Lakini pia naomba niwape taarifa. Nawapa taarifa, tahadhari. Msinizoee. Ikiwezekana kama urafiki wetu unakufa leo ufe leo. Nilijua tu shoga yangu midele ishakuharibu. Sawa, kama midele imeniharibu hamna shida. Sasa mimi ngoja niwaambie kitu. Mimi naenda kwenye shughuli zangu. Naendeni na huyo Kibopa wenu mtajua na wenyewe. Laki 3 uitaki. Sitaki. Hata ingekuwa milioni 10. Odi. Karibu. Marhaba. Ndogo wangu ja. Sijambo. Hapa. Mama, kama unavyojua ni 10 sasa hivi. Nilipita nyumbani sikukuta mama yangu. Nikaona nije nipite huku na mdogo wangu pia nimsalimie, lakini pia nilitembea na daktari hapa angalau ili sasa kama mama wangu. Asante. Mimi nikawa nimetoka nikaja kwa mdogo wako hapa nipige story. Mimi nyumbani Jabiri kaniletea miogo kibao, ipo mingi tu. Kwa hiyo haina haja ya futari. Sawa, hamna shida ndogo wangu. Asante dada, nashukuru. Nadhani nimegonyea kwa kitu kidogo kwa hiyo mume wangu Jabiri anaweza kubaki mzima. Nashukuru sana. Haya, hamna shida basi. Kwa vile ni 10 la pili hivi. Nitapeleka hata kwa wateja wengine. Hamna shida. Ingawa mimi nilileta kwa ndugu zangu nyingi. Angalau na nyinyi mpate price. Unajua mimi ndio nafanya hii biashara ya kuuza vitari hizi. Peleka tu kwa wengine. Sawa, hamna shida. Haya, basi haina shida. Mimi ngoja niwaache. Haya. Sawa, asante. Sura yenyewe kaa kwa utakuja sura. Ana sura gani hiyo? Asalamu alaykum. Wa salam, karibu shehe. Salama vipi hali? Salama, karibu. Asante. Pole na maswahibu wanakufuta bwana. Namshukuru Allah. Ingawa sio nilifanya makosa shehe kutoa idhini. Hapana, hiyo tumehalalishia Waislamu tuweze kuoa wanawake wanne. Hapo ni sunna kwa namna hiyo. Lakini cha kuomba ni kwamba jitahidi katika kipindi cha Ramadhani kwa sababu nasema milango yote ya kheri inafunguliwa. Imarisha ibada zako, swali sunna kwa wakati, hasa usiku kimarisha. Ndiye Mwenyezi Mungu kesho kwa kutoa machozi basi Allah atakufanyia pesa katika hilo. Na kila linakuwa gumu lazima linakuwa jepesi.
Nakushukuru sana shehe, asante kwa usia wako, nitafanyia kazi. Jitahidi namna hiyo bwana, na usikate tamaa, na kile changamoto zinakuwepo na ni wengi, hali hii kama inakuwa inatokea. Naamini kwa mwezi huu ila dua utakokuwa unaifanya basi kwa Allah itakuwa ni dua ya kweli. Nashukuru sana shehe. Basi inshallah bwana utampatia Bi Nurat. Sawa. Utaibana mzigo wa shehe basi itashukuru bwana. Inshallah, hamna shida. Basi Allah ufanye wepesi. Wasalimie nyumbani inshallah. Inshallah. Marhaba, ujambo? Ni alizeti. Kwa akafika pale akakuta waifu na somo nini, akaanza kumwaga yani maskani kila kitu. Huyu hajafunga, sisi tumekula sisi supu. Sasa msomo wangu na musulini usoma falsafa nini? Mwambie ukweli wake. Mimi nakwambia ukweli wako utakuponza siku moja. Yani nini babaishi? Labda niambie tu nini amnibabaishi. Hapo ni mwezi wa kweli na wazi. Nitaongea. Wengi sasa wanaongea ukweli walifanya. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Karibu shemeji. Salama. Vipi? Mimi shemeji, nafunga lakini. Nimefunga shemeji yangu. Unajua sasa hivi Ramadhani. Umefunga shemeji? Basi nimekuwa mtaka bisusi wewe mtaka. Kwa giza unakula nani supu na kongo. Na uhakika? Shemeji. Nige banania hapo kidogo. Sasa. Ndio kuacha umbea tu. Ukweli lakini ila yafunga hivyo ni gunjwe. Sasa wewe una maana gani ukweli na wazi afu unaongea mbele ya shemeji? Mimi nimekwambia huu mwaka nitaongea ukweli na wazi. Mwanzo mwisho. Unaenda wapi sasa shemeji? Mimi nitaongea ukweli na wazi mwanzo mwisho. Wewe huwezi kunipeleka. Mtoto anasema amefunga wakati anakula. Sasa mna maana gani ya kufunga hapo nani? Na sisi amefunga hapo. Naam, karibu. Asalamu alaykum. Wa alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu, vipi hali bwana? Unaendeleaje? Salama kabisa. Karibu sana. Shukrani. Kwa pitia kidogo basi, je, mwezi wetu huu utakiwa tufanye wingi sana kusoma Qur'ani bwana. Mashaallah. Naam, karibu sana. Nikupokea mzigo? Je, nimtie mwenzio bwana. Bi Nurat. Hebu njoo na jamvi bwana, kuna ugeni hapa. Karibu bwana. Asante na shukrani. Aisha. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu. Asante za hapa. Nzuri, karibu. Asante. Za huko kutoka hapo. Alhamdulillah, namshukuru Allah. Biashara. Tunamshukuru Mungu inaenda vizuri. Karibu. Asante. Hii futari alipita shehe nimwambia. Shukrani bwana. Allah afanye wepesi shehe. Shukrani. Amina inshallah. Naam, karibu Bi Fatma. Shukrani. Ndio. Bi Fatma. Mwenyezi Mungu akupe subira ndugu yangu. Yaani kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na kusihi swali sana usiku. Muombe Allah mume wako ataenda kwenye njia nzuri. Najua ni changamoto za kitu. Huwezi jua kitu kilicho usiku. Lakini ndugu yangu usiku yani swali sana. Ni swala la usiku usije hata mara moja. Kitu cha kuomba Mwenyezi Mungu, muombe kile kitu ambacho kinakuumiza. Sema kwa Mwenyezi Mungu. Inshallah. Mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaweza kuitakubali. Nakushukuru sana. Hakuna jambo kubwa. Asante sana ndugu yangu. Ndio mtihani. Yaani kitu chengine ninachotaka kukwambia hapa ndugu yangu. Fanya yote lakini usije ukasusa ndoa. Maana ndoa ni baba. Ndoa ni nusu ya dini. Kwa hiyo usiku swali kwa kumaanisha kwamba Mwenyezi Mungu unakosea nini? Muombe sana Mwenyezi Mungu, yaani muombe sana Mwenyezi Mungu. Inshallah. Hamna jambo tu. Nashukuru. Usijione mpweke. Kuna watu wanakutia bila maamuzi yako wewe. Wala hata wewe sio muhimu sana. Yaani
Asante sana, nashukuru. Fanya hivyo bwana, andaa mapema. Haya, ngoja niwaache wenyewe. Basi Bi Fatuma, kama ambavyo nilikuelekeza, nafikiri kama pia nimekushauri mwenzio, jikita sana kwenye swala ibada. Yaani usichoke muda huu kufanya ibada, uswali sana, swala 5, jitahidi pia kupata zile sunna za usiku. Nashukuru sana. Wote mwezi wetu afanya toba na lolote kaolipa, basi Mwenyezi Mungu analifungua njia. Inshallah. Basi au fanye wepesi, tutazidi kuonana inshallah. Sawa, karibu sana. Nashukuru sana shehe. Nashukuru sana pia. Ndaswali sana, ndamuomba Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema tushukuru. Na amesema kwamba inna Allaha masabirina. Kila mwenye kusubiri pamoja na basi wafanye wepesi katika hilo inshallah. Sawa, karibu sana. Haya, shukrani. Haya bwana. Haya bwana, naona wasalimie nyumbani huko. Haya, sawa. Haya, shukrani. Asante sana. Haya, asante. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Rabbana hasina fil akhirati hasana wa qina adhaban. Ewe Mwenyezi Mungu, naomba unijalie mimi wangu aweze kuendelea vizuri. Mwenyezi Mungu, naomba unijalie ndoa yangu iwe ni ndoa yenye haki, ndoa yenye hekima, ndoa ya amani, lakini msamehe kosa mume wangu ili aweze kurudi katika dini. Ewe Mwenyezi Mungu, wewe ndio kimbilio letu. Subhanallah. Ninamshukuru Allah. Niko vizuri. Naendelea. Sijaenda kazini leo. Nataka nipite kwako. Sio kinaweza. Vipi? Pole. Nataka nipite kwako kwa. Karibu chini. Asante. Chai mlivyonikadiria. Bi Fatuma amekuja kule? Alikuja. Kama nikitembelea ishana tabu mezani amekususa na yeye. Hakuja hivyo hivyo. Basi kama anakuja Bi Fatuma ni mtu wa watu sana. Ni mwanamke kama alisikia ni mwambie inabidi wewe unamuona mama mara kwa mara. Basi kibana ndo alawaba tuile. Ba ndio shuba. Mshim. Ndio mfurahi kidogo hivi sana. Sasa ule mbona alikuwa anakwambia nataka ndio nilikuwa nachachua joto. Ndio pain. Au. Bwana yote ndani. Achache hapa. Haya wana. Ikamgalie. Ndio ni semaje? Ndio sasa na kao. Kama
Sitaki kweli mwanamke na hata yeye labda mzee kazi moto afe. Natusikia Ni kweli. Ni kweli kwa sababu nikwambia kitu kimoja bwana Jabiri, kule Pemba bwana mambo yanakuwaga magumu sometimes. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Heli. Alhamdulillah, za hapa. Salama, karibu. Habari za kazi? Salama kabisa, waendelee haja kwa nyumbani. Alhamdulillah. Ndio. Pole na safari, warudi. Bwana nimerudi juzi kati hapa bwana. Ndio. Japo nilipata na maswahili. Mbali lakini nimefanikiwa inshallah, Mwenyezi Mungu amenijalia nimerudi salama. Pole sana. Ndio. Karibu Bi Fatuma. Nashukrani sana. Sasa mimi nimepita hapa. Ndio. Kama mnavyojua kesho ni siku ya Eid. Ndio. Kwa hiyo nimeona nije niwaalike kesho, nije nyumbani, karibuni, angalau tupate riziki kidogo. Ndio. Kwa sababu nyinyi najua nyinyi ndo marafiki wa mume wangu. Kweli bwana, maana mimi kule Pemba nilikuwa naona kama nachelewa bwana kurudi bwana, maana mambo nikasema lazima ili nikute kule bwana. Ndio. Na niliwaambia kabisa vijana wangu. Karibuni sana. Lazima ili nje kula huko bwana. Sawa. Nashukuru, karibuni sana. Asante. Katika wanawake bwana kabisa kupata. Yaani nakwambia bwana Jabiri. Sio wale wengine mtoto mweusi kama nini. Jamani, bwana hapa nzuri. Anaheshima sana shule. Sasa yani uzunguka mtaa kote. Sija kusikia taarifa mbaya. Mimi na ukweli wangu sio mbea. Ukweli wangu mimi kusema kweli sijawahi kusikia baba. Bwana nikwambia Jabiri kitu kimoja. Ndio. Muombe sana Allah Subhanahu wa Ta'ala wakupatia mke mwema. Kuna wengine ambao watafuta wake wakosa. Wewe umepata hivyo, mshukuru Mwenyezi Mungu. Omba sana kwa Mwenyezi Mungu. Bwana sija kumwacha. Sio niambie hapa kesho nikale futari, alafu wewe umwacha wewe. Nashukuru sana. Bwana usijali bwana Bi Fatuma. Usijali kabisa wewe, usijali. Karibuni sana. Basi ndashukuru jamani. Basi iwe heri Bi Fatuma. Mimi niwakimbie kidogo. Haya. Samahani mume wangu. Naomba tuongee mara moja. Ndio. Haina shida. Hebu angalia hapo mara moja. Mambo haya bwana. Leo utakuja nyumbani maana nataka kuongea na wewe. Mazungumzo na sasa hapa. Leo. Sawa, nitakuja ila sitalala. Hamna shida. Sio tu usiache ni leo. Usiache kuja kwa sababu nina mazungumzo na wewe ya muhimu sana. Nitakuja ila sitalala. Hamna shida. Sawa mnaona. Haya, kazi njema. Haina shida. Nimeziona kwamba zinahitajika kuwa mbili. Hapo nimeziona ndugu yangu. Nimeziona hapa. Kweli bwana, huu mwezi bwana wa baraka. Huu wa baraka nakwambia. Nimesema sato migebuka. Yaani huu wa baraka ndio maana. Nashukuru shehe kwa kufika. Naam. Naomba unisamehe. Bila shaka. Naomba unisamehe. Wewe na mitihani. Nilifanya kitu kibaya sana. Nilipoona mwanangu ameoa Bi Fatuma, na mimi nilikuwa na urafiki na mamake Aisha. Tulikuwa marafiki sana. Kwa nikategemea Aisha ataolewa na mwanangu. Nilipoona ameoa Bi Fatuma, kabidi niende
niende kwa mganga tafuta dawa Astaghfirullah. ili Aisha aweze kuolewa na mwanangu. Sasa nimepigwa pigo. Najua ni Mungu amepiga pigo. Miguu yangu haifanyi kazi, imepooza. Nilimpa dawa mwanangu, niliamwoa Aisha. Naomba Fatuma unisamehe sana. Shehe, naomba nisamehe. Wanasema toba ukitubua mara moja basi takiwa utube kwa Allah wako subhanahu wa ta'ala. Baada hapo basi wengine utakao na msamehe hilo jambo. Imekuwa Mungu anisamehe. Pole sana. Unachokisema hota au kuna kitu kingine ambacho sikijui nyuma? Shetani alinipitia mwanangu. Naomba nisamehe. Mama shetani ndo. Nisamehe mwanangu. Fatuma nisamehe sana. Natubu kwa Mungu nisamehe. Kwa huyu mimi nimemuoa kwa madawa, sio kwa moyo wangu. Ndio. Nikuwekea dawa. Naomba nisamehe. Nisamehe sana. Sasa kwa sababu nilimuoa kwa madawa. Sheisa. Naam. Naomba nimpe talaka. Hapana, baba tutaka tuongee jambo moja. Sikiliza. Sheisa, naomba nimpe talaka kwa kitendo alichomfanyia mke wangu Bi Fatuma. Sitaki hata kuona hili swala. Unajua nisamehe mwanangu. Leo unajua hukumu ya talaka kutoa kwa mke? Ni janga zito sana hilo. Na pia tukiangalia hapa tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeambiwa kwamba tusameane na tuweze kuishi katika mstari uliokuwa sahihi. Sawa mama? Nisamehe sana. Unapokuwa umetambua kosa lako. Nipitie mwanangu. Ndio. Pole sana mama. Fatuma. Naomba nisamehe. Naomba nisikilize. Msikilize mkeo. Nini Bi Fatuma, mbona walichofanya? Miaka miwili si atupate mtoto tunahangaika. Kumbe amefanya mamangu mzazi. Nisamehe mwanangu. Niko chini ya miguu yako. Nimekukosea sana. Vitabu vya Mwenyezi Mungu vinatusii kwamba tusamehe. Kwa hiyo nakuomba, huu ni mwezi mtukufu. Tunaelekea kwenye Eid. Naomba nikusamehe. Haya mambo yamepita. Mama, mimi nimekusamehe kabisa. Hivi na moyo gani wewe? Hapana. Miaka miwili. Alafu anakuja kusema eti nilienda kwa mganga kufanya shiri. Mwachie. Nakuomba mwachie. Nisamehe jamani. Naomba niombe msamaha. Naomba nisamehe. Nisamehe sirudi. Mungu amenipiga pigo. Siwezi kutembea tena. Fatuma, sana nimekutana wapi na mama. Kashe tuzungumze kwanza. Wala usiona kama hapa hamna tunachoongea zaidi ananitia hasira tu mama. Hapana, naomba ukae. Haya yote naenda kumwambia baba. Tafadhali. Naomba ukae bwana, maana nimekuja kwa ajili ya jambo letu kwa pamoja. Sasa unapokuwa unatoka unakuwa bado hujafanya jambo la hii nyumba ya wachawi. Hii nyumba wamezidi kwa shiriki. Si mbona nawe yasema yote hapa mama. Naomba uketi. Mume wangu, naomba ukae. Shehe amekuja hapa kwa ajili ya kumaliza hili swala. Naomba uketi. Tupo na malaika hapa bwana. Naomba uketi tuweze kuzungumza. Ninafikiri shehe wangu Allah anasema kwamba napotokea tatizo basi tuweze kujirejea kwake ili tuweze kuomba msamaha. Leo hii mama ametambua kosa. Na ndio maana amekiri mbele yetu ameweza kukupa msamaha. Na Zoli hata pia bi mdogo naye ametambua kosa, amekiri pia ameomba msamaha. Sasa natakiwa tuweze kurejea katika hilo na kuweza kufuata yale maagizo ambayo tuliambiwa. Unapokosea jambo basi rejea kwa Mola wako. Ufanye toba ile kwa ya kweli, basi na kurejea tena yale makosa ya nyuma. Kwa hiyo na imani mama makosa aliyoyafanya nyuma hatarejea tena kwa sababu ameshaingia katika kufanya toba yake. Si ndio Si ndio mama? Kwa nafikiri baada hapo kuzungumza hilo, mimi nafikiri mke wangu kama una lolote labda kuzungumza. Mimi sina kuzungumza, ile nataka kuhusia hapa ni jambo la swala.
Nimeamua kusema ukweli mama, na Aisha inabidi nimrudie Allah. Namrudieje Allah? Kwa kutubu kutoka moyoni. Mswali swala zote, sio msiswali kwa kudhulumiwa. Allah atakupa msamaha wenu, maana Mwenyezi Mungu ni rehema na mwenye kusamehe. Hakuna jambo gumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu hawezi kutusamehe, maana yeye ndiye muumba na yeye ndiye mtu wa msamaha. Na mama, au matatizo yako ya kiafya, mrudie Allah, muombe Allah, maana Allah ndiye aliyekupa huu mtihani. Mrudie Allah, swali sana. Hapo hapo usije ukasema kwamba unaumwa hiyo miguu huwezi kuswali, utaswali hivyo hivyo. Wanasema swala mtu anaswali hata akiwa kitandani. Swali swala yako. Allah. Amen. Mama kwa sasa. Asante. Basi mimi ni bwana nawaombea kila la heri, muweze kuishi tu kwa amani na Allah aweze kuwalinda katika hilo. Kubwa zaidi ni kwamba unapohitaji kufanya jambo la heri kama hili, hasa pia Mwenyezi Mungu anakuwa karibu na malaika pia kuweza kuangalia kikao hiki. Najua mwanzo kikao hiki basi na mambo mazuri mengi yamefanyika. Na uzuri tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nachoasi kwa upendo, kama umeshakubali kuingia katika masna, basi hakikisha kwamba jambo linakuwa ni vizuri zaidi. Kwa sababu hiyo ni sunna ambayo ipo tangu enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitusi tuweze kuoa wake wanne, lakini kwa mwenye uwezo. Kwa hiyo mwangashi wangu uwezo anao basi nafikiri baada ya kuzungumza hayo tufanye dua ili Allah atufanyie wepesi katika majambo yetu mengine inshallah. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar wa azabain wa azabal qabr. Ya Allah, tunakuomba waja wako utusaidie kheri na baraka katika siku hizi za mfungo wa Ramadhani, utuepushie na mabalaa ambayo yapo mbele yetu. Ya Rabbi, tunakuomba tujalie kheri na amani, uepushie madhara ambayo yamewakuta ndugu zetu katika nyumba hii, wafanye watu ambao wanafanya mambo mazuri na pia waweze kutenda mazuri na mabaya yote waweze kuyaacha. Allahumma innaka afu karim tuhibbul afwa fafanna. Allahumma innaka afu karim tuhibbul afwa fafanna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Sasa nashukuru Bwana, najua kwa dua hii mambo yatakuwa vizuri. Shukrani. Sawa inshallah. Haja basi tunakimbia. Haya mke wangu, basi turejee nyumbani tukaandaa iftari bwana. Karibuni iftari baadaye. Inshallah, nashukuru bwana. Haya bwana. Mama pole sana. Karibu. Au fanyie pesa inshallah.